hapa na Biblia, hapa na masahafu. Hivi vyote ni vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Nitajikita kwenye hotuba hii kwenye engo moja ya mapenzi ya jinsia moja. Sisi tuliotoka Katavi, ukitazama Mtanzania mkubwa kabisa, msanii mkubwa amevaa kale, sisi tunajua ni blouse. Hawa watu huwa wanawaandaa watu kisaikolojia ili tatizo linaloendelea lionekane ni la kawaida. Ifike pahala wasanii sasa hivi tunao waigizaji wengi sana wa kike. Hakuna sababu ya mtoto wa kiume kuweka matako. Hakuna sababu ya mtoto wa kiume kutinda nusi na kupaka wanja. Ifike pahala vitendo hivi Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo ichukue hatua. Sasa hivi ngoma za pwani wanatengeneza wanaume wanaalika wanawake. Haya mambo yamekuaje? Mheshimiwa Ridhiwani na wenzao, watu wa pwani na Ulega, mmebadilisha utaratibu. Hizi ngoma zenu, na ilitokea scenario moja, Mama Gwajima, nilikutumia clip. Mkaka mmoja amechukua ukumbi wa Mlimani City pale, akatengeneza kibao kata yake. Akaita kina mama wakaenda. Klipu zimekuwa zinarushwa nje. Mgeni rasmi alikuwa yule kaka, sitaki kumpa umaarufu, yule alikuwa anapambana naye kwenye mitandao. Nataka niwaambie, tukiacha taifa hili hivi linavyokwenda na kuacha watu wanajiposti kwenye mitandao kuonekana kwamba eti mtu akiwa ana mambo ya kike eti ni kufanikiwa, hawa watoto wanaokuwa wakitazama kwenye mitandao watakubaliana na hiyo hali kuwa ukiendeleza na vitendo vya ushoga ni kufanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niisii sana serikali. Taifa hili lina mpango wa miaka 50. Kama tuna mpango wa miaka 50, isije ikafika miaka huko, hii mipango ya miaka 50, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, tutafika taifa baada ya miaka 30 hatutakuwa na vijana. 70% itakuwa hali ni mbaya. Na msiponisikia, Wizara ya Viwanda na Biashara, mwanze kuandaa pampers kwa ajili ya vijana. Baada ya hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga hoja mkono. Asante. Asante sana.